Mwenyekiti, yalo nikuta mimi ni magumu. Mimi nina shida. Sio shida tu, nina changamoto kweli kweli. Leo siku ya pili. Mwanangu Duma sijamuona. Mwenyekiti. Nataka msaada wako. Naomba unisaidie Duma nimuone tena. Sawa. Sasa mimi hapa ninachokiona kwamba kwa vile umefika kwenye serikali yenyewe, tutashirikiana kulisolve hili jambo. Kwa hiyo ninachokuomba punguza pressure, mimi na kila aina ya ufuatiliaji. Pia tuna wagambo, kuna watu pia. Tutaungana nao ili jambo litakwisha. Kwa hiyo sio nafasi kabisa ya jambo hili hapa ndugu yangu. Mwenyekiti, najua kuna ubinadamu unapita. Kama nilikukwaza, kama nilikukosea, mwenyekiti naomba ufunike. Yaani makosa yangu unisaidie, mwenzako hapa kwa kunifikiri tena ni wewe. Mzee Dude, sisi binadamu. Kwa hiyo kama sisi binadamu ninachokuomba, mimi yale yote yalotokea nyuma, kama tulikoseana, kama kuna jambo lolote ambalo lilikuwa kubwa zaidi, mimi nisha flash. Umeona? Kwa mambo mengine yataendelea. Kwa hiyo jua hili wewe usiwe na wasiwasi. Nitafanya kila jambo kama mimi serikali, nitashirikiana na wewe pia pamoja na wengine kwa ajili ya kusolve jambo hili. Kwa hiyo ninachokuomba wewe punguza pressure kabisa juu ya jambo hili hapa. Unaona jana tumeshinda kwenye ule mtaa wa makorongo kule. Tumetafuta. Hivyo nimechoka. Sasa ndo nikakumbuka ngoja nikimbilie serikali yangu kule. Kwa hiyo chonde. Samahani sana mwenyekiti. Mchango wako uonekane kwangu. Baba. Basi sawa. Hilo limefika, tutalifanyia kazi. Kwa kuwa mimi ni serikali, nitafanya kwa kila chini juu ili uweze kufanikisha jambo hili. Kwa hiyo sina nafasi kabisa. Fanya kazi. Fanya kazi, acha uzembe. Fanya kazi. Asa unafanya nini hapo? Mbona unakuona unacheza na fimbo hapo? Afu unaonekana kuna mtu unamwamrisha hapo. Wewe una kihelehele wewe. Kihelehele? Asa mimi na kihelehele vipi? Mimi sina kihelehele ndugu yangu, nakuelekeza mifumo. Wewe ndugu yangu unacheza na fimbo cha ajabu, unachokiamrisha sikioni. Asa pale tuseme kwa mfano pale unaamrisha nini? Bwana mimi sioni. Wewe unijui vizuri wewe. Mimi nakufahamu tu kama mtumishi wa Bwana kanisani. Ngoja sasa. Nitakachokufanya ardhi yote itajua. Mtetezi vipi bwana? Bwana wewe si mtumishi mwenzangu lakini. Wewe ni mtumishi mwenzangu bwana. Imechafuka. Diana, salama. Shikamoo. Malaba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ubarikiwe sana. Karibu. Amina. Mchungaji, mimi nimekuja na shida. Naomba uniombee ili niweze kupata mchumba. Maana rafiki zangu muda mrefu wameshaolewa, mimi sijaolewa. Hilo ni tatizo ndogo kwa Mungu. Kama umeamua kweli kumfuata Mungu, yote yanawezekana. Na kuahidi utapata mchumba na utaolewa. Na wengi watashuhudia ndoa yako. Naomba upige magoti niweze kukuombea, maana Mungu anaweza kushusha baraka. Mungu wetu na Baba yetu, tazama mja wako huyu anahitaji uweze kumfungua. Kama kuna hila yote mbaya za mwovu shetani ambazo ziko juu katika mwili wake, naomba uweze kuziepusha kwa damu ya Yesu Kristo. Nahitaji amani ya Yesu Kristo iweze kumpatia neema ya kuweza kupata mchumba. Kama amefungwa vifungo vya kichawi, majini, na vikemee kwa jina la Yesu Kristo anaishi leo. Nahitaji damu ya Yesu Kristo iweze kumtawala, damu ya Yesu Kristo iweze kumuongoza ili aweze kupata mchumba, na watu wale maadui zake ambao wanatamani asiweze kupata mchumba waweze kuona uwepo wa Mungu kwa mahali hapa. Tunaomba hayo yote tukiamini kwa njia ya Yesu Kristo anaishi na kutawala, Mungu daima na milele. Amina. Sema amina. Amen. Mungu atakuokoa. Mungu lazima atakuletea mchumba. Haiwezi kapita mwaka. Mungu utashuhudia ukuu wa Mungu.
Asante mchungaji. Usijali, na mimi nilikuwa na kazi kidogo, ila kwa ajili ya uwepo wako nimeamua kukupa neema ya Mungu. Maana sisi wachungaji tumepewa kwa ajili ya yani tuache chochote ili tuweze kuwahudumia watu wenye shida mbalimbali. Na hiyo ni shida, lakini Mungu atatenda. Ubarikiwe sana. Mke wangu, sasa hii ni wiki ya pili tunapewa matumaini na serikali kwamba tunafanya uchunguzi. Mimi nimechoka. Umechoka? Wewe unachokaje? Wewe useme umechoka. Je, mimi niliyebeba miezi 9 huko tumboni? Unaniambia wewe umechoka? Nitakiwa uvumilie mume wangu. Unaendelea kuomba Mungu, unatafuta na wewe. Na wale nao wanatafuta. Haya wewe unasema umechoka. Kwa unataka ufanyeje? Au unataka uende wapi tena? Sikiza nikwambie mke wangu, mimi kama kichwa cha familia, kama ni kuomba tumeomba sana humu ndani, kama ni kufunga tumefunga sana. Nachokizungumza, twende kwa mchungaji. Baba, mchungaji? Mchungaji yenyewe simuamini yule. Bora mwende kwa mganga hapo. Kwa jina la Yesu. Pumbavu. Hivi mtoto kweli unamwelewa huyu? Wewe unapelekwa usiku huyu. Sisi na nyumba yetu hii kwa mganga wapi na wapi? Tunapopiga maombi kufunga, huyu naye tumuombee. Huyu nimeshamwona tunamulea. Kila siku tukimwambia kufunga, anadai kwamba ana madonda ya tumbo. Sasa awamu hii atafunga. Asikilize hiyo joto kufunga. Hauwezi kaongea upumbavu huu eti kwa mganga wa kienyeji. Mama yangu, sisi na nyumba yetu, sisi ni Yesu tu. Tumuombee mume wangu. Huyu ataenda kwa waganga. Haya, mimi nikitoka hapo bana, mimi nafikiria kwenda kwa mchungaji. Tutaenda wote mume wangu. Tutaenda wote. Ni jambo jema. Ndio. Mimi na changamoto. Changamoto yangu Duma simuoni. Siku nyingi zimepita. Amepotea. Amepotea? Maana ulikuwa hujui mtumishi? Ana siku nyingi amepotea. Nimeshapeleka serikalini. Serikalini wananiambia subiria, tunafanya uchunguzi mpaka leo. Kwa hiyo mimi hapa nimeshachoka hapo unaponiona ujio wangu wote hapa kwako. Nahitaji msaada wa maombi. Uniombee kwa sababu nina imani tena Mungu naye hajashindwa, anaweza kanisaidia na Duma karudi. Kwanza nikupe pole. Nikupe pole sana. Mimi niko sijui kabisa. Asante. Lakini kwa kuwa umeona uzito wa kuja mbele ya Mungu, nadhani Mungu lazima atakuokoa. Lazima atamrejesha tena. Maana Mungu ameweka kwa ajili ya waliopotea waweze kuwarudisha katika zizi lake. Kwa hiyo katika hilo umeamini kuwa Mungu anaweza, basi tuombe katika hilo. Mungu atasimama. Mtumishi nisaidie. Basi. Mungu wetu na Baba yetu, kwa huruma yako na fadhili zako, wewe unamuona hapa mzee Dude akiamini kuwa wewe utaweza kumrudisha tena Duma aliyepotea. Wewe huwa unawarudisha waliopotea ukaweka katika zizi moja. Tunaomba Mungu uweze kumkirimia tena mzee Dude ili yule mtoto wake aliweze kupotea. Kama kuna hila zote zilizojificha za kichawi, majini, mashetani, naomba Mungu ziweze kutoka katika familia hii. Tunaomba neema yako na baraka zako ziweze kumshukia mtumishi wako ili aweze kukumbuka kurejea nyumbani, hata kama kuna shida yoyote aina mbalimbali. Naomba Mungu ukatembee na familia hii. Damu ya Yesu Kristo ikawe ulinzi, ikawe ishara, iweze kudumu naye daima. Naye tunaomba hayo yote kwa njia ya Yesu Kristo anaishi na kutawala, Mungu daima na milele. Sema amina. 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 Mungu atamrudisha. Mungu atajibu. Mungu yuko tayari kuwarudisha wana wapotevu waliopotea. Kama yule mwana mpotevu aliyepotea naye akarudi nyumbani katika zizi. Kwa hiyo usiwe na hofu, atapatikana. Asante mtumishi. Mimi nadhani yote yameisha. Hapa nina imani kwamba Duma atakuja kuonekana. Kwa usijali. Kuendelea kuomba
endelea kukaa karibu na Mungu. Kama ulivyoamua kuja hapa, basi uzidi kuomba, mwisho wa siku atapatikana, wala usiwe na wasi. Hata katika Zaburi ya 113 mstari wa 17 alisema kila anayemfuata hata akipatwa na maadui lazima atamuokoa dhidi ya maadui. Karibu sana mtumishi. Asante na amani. Lima. Fanya kazi. Sema nataka kula. Fanya kazi. Mume wangu. Ni kitu gani unachokifanya wewe? Hivi ninachokiona ni kweli au naota? Umeshuhudia mwenyewe. Ndio inasababisha ukula unashiba. Na kama umeniona, sitakuacha salama. Lazima nitakuua. Kama tu. Najua umegundua siri yangu. Siwezi kukuacha. Lazima nikuue. Achina Yesu. Hivi hii ndoto ni kweli? Ninakataa kila ndoto chafu. Ndoto za kuzimu hazina mamlaka kwa jina la Yesu. Ndoto za wachawi zikapate kushindwa. Yesu, naomba unisaidie. Kweli? wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amina, karibu mume wangu. Asante. Amina, karibu sana. Asante. Mbona sikuelewi, mbona unawaza? Mawazo yako. Kila nawaza jambo kubwa kuliko. Na ulimwengu wa roho. Mungu, mimi hapa nilipumzika. Lakini nikawa naota wewe uko shamba na una mizukule kibao. Unawaamrisha, hebu nendeni mkalime huko. Nikasema jamani. Nilivyoamka nimekemea na nimeomba. Sasa sijajua hii ndoto inamaanisha nini. Mimi Ni wewe kabisa mume wangu. naamrisha bisikule mimi. Mke wangu, hiyo ni ndoto tu. Tena ukemee, na kama hujakemea ukemee kabisa. Hiyo ni pepo. Yaani ukiwa unaota ndoto kama hiyo, kuna maadui ambao wanakufuatilia. Kwa hiyo kemea. Hao maadui wananifuatilia mimi au wewe? Wanaweza akawa wanakufuatilia wote. Na ndoto yoyote utakayoota tofauti, kemea. Maana kuna maadui wanazurura kutafuta sehemu pa kuweka makali. Kwa hiyo tukemee. Na Mungu tutamwambia kuhusu ndoto hii, si nyamazi. Nitafunga na kuomba. Lazima Mungu atanijibu kupitia ndoto hii. Amina. Sawa. Mwenyekiti, hivi kweli msaada wangu umefika wapi? Mbona sioni msaada unaonisaidia mimi kwenye tukio langu la mtoto? Wewe ni mwenyekiti gani? Nimekuchagua mwenyekiti nisaidie, lakini leo unanifanyia haya. Kwanza kuwa mtaratibu. Hapo unaongea na serikali. Sio kama umetoka huko umetafuta bange vyako huko, unakuja hapa. Sikia. Kila kitu kitokana na utaratibu. Nishapanga vijana wangu huko wanashughulikia swala hili. Wewe unakuja huko kama naye unavyoenda wa kwanza. Sawa mwenyekiti, lakini nachozungumza kwamba sio wewe yule ambaye ulitupigisha poleni siku ile. Na leo unaongea masuala haya tuko na msaada. Hasa utakachokiona mwenyekiti. Naomba usije ukanipandisha mimi hasira. Nitakuweka ndani mimi. Nitakuweka ndani wewe. Mwenyekiti, umefika muda kunitishia. Mimi nakuletea shida. Unanitishia unifunge mimi. Unifunge mimi nikupe kula zangu mimi. Tumeshinda juani tukuchague wewe. Leo unataka uniweke ndani kwa ajili ya shida zangu. Unakera. Nakwambia Mungu anakuona. Mungu anakuona. Mimi nakwambia. Huwezi kuniweka ndani mimi. Mie swala langu lile lile uliolisikia la mjukuu wangu. Mpaka leo
Mama. Mpaka leo hakuna kitu wala. Kumbe na huyo mama sana ana maswala hayo. Kumbe huna msaada wowote. Hata wewe mwenyekiti gani sasa umechagua nini? Hasara tupu. Mimi nitalifanyia kazi swala hili na kupitisha panga vijana wangu kwa ajili ya kulifanya kazi swala hili. Kwa hiyo naomba usiwe na pressure. Mimi ni serikali. Vijana gani hao? Hao ni wauaji, sio vijana. Sasa mwenyekiti Tondo nasema hivi. Kura zetu umechukua wewe. Siku ile kwamba kura ulikuwa mnyenyekevu. Leo umenitishia unataka unifunge na mama amekuja tena. Kumbe na wewe umepata na mtoto. Sasa nakwambia hivi. Hatukuogopi. Na mama nakwambia hivi. Huyu tutakachomfanyia huyu. Mwenyekiti huyu ni muuaji. Mipango ya serikali na taratibu mpaka leo. Leo mwezi wa ngapi? Mimi nakwambia naondoka. Mimi naondoka. Utakachokiona mwenyekiti wewe. Utajua mwenyewe. Tondo. Haya bwana. Mtishe bwana. Nini sasa bwana? Usitishane amani bwana. Hatukubali. Tondo wewe. Mwenyekiti. Kura zetu. Wewe mwenyekiti. Leo nahitaji uwe usafiri wangu. Nataka unipeleke mbali. Na ukitoka nahitaji ukalime shamba la bondeni. Umenielewa? Umenielewa? Kweli hapo mimi si. Hapa nimechanganyikiwa. Na nini? Sasa habari za tulizopeleka kwa mwenyekiti sioni matunda yake. Kwa mchungaji kote hakuna. Sasa sisi tutafanyaje? Tunaongea tu kumbe mwenzetu hajaenda kokote. Tuendelee kuomba mume wangu. Kwa hiyo nataka tufanyeje? Mke wangu. Sasa unavoongea hivyo kwa hasira, unamaanisha kwamba wewe alafu unajua ukiongea kwa sauti mimi nikishuka unataka nikupige makofi. Na kutonga makofi. Mimi nakwambia. Wakati mimi nina hasira nyingi, wao unazungumza ujinga wako, nitakubamiza makofi. Baba. Nimemwona mchungaji. Nimemwona mchungaji makaburini kavaa nguo nyeusi. Wa mtoto. Wewe. Haki ya Mungu tena. Nimemwona. Hebu kaa chini kwanza. Kaa chini. Mchungaji. Ndio. Mtumishi wa Mungu yule mwanangu. Mama nimemuona mchungaji makaburini anawanga kavaa nguo nyeusi. Watu wanasikia. Wewe mtoto wewe. Mchungaji. Ndiyo mchungaji. Hivi wewe unaota? Wewe unapelekwaga wewe usiku wewe. Wewe. Sasa hivi uchizi unakuingia. Wewe mtoto wewe. Mchungaji hawezi kufanya hayo yote. Kwanza wewe anapelekwa usiku huyu. Anapelekwa usiku. Yaani wilaya nzima wanamtumia ni mhubiri. Anaombea majini anakimbia. Unasema mchungaji wetu wamemuona makaburini na kwanga. Shindwa. Asisikie mtu yoyote hizo habari. Sura nielewa. Yule mchungaji anaaminika. Tena yule wilaya nzima. Au huyu mtoto ana. Kama umekumba pepo useme uombewe. Mungu. Aombewe. Matatizo kila siku yanaongezeka. Mwingine kapotea, mwingine anaingia uchizi. Yaani wewe unaingia Baba, uchizi. Baba mimi sikubali kakaangu kapotea afu nyewe mnakaa mnamwamini mchungaji. Mchungaji yenyewe haaminiki. Utapika huo chafu. Baba mimi. Baba mimi. Wewe kaa hapa. Wewe sikubali kakaangu kapotea. Kwanza toka. Nenda. Kakaa jikoni kule. Baba. Haki ya Mungu tumekula hasara. Hasara. Sasa mke wangu huyu mtoto huyu. Majirani wakitusikia na sisi ni warokore. Wewe usiongee kwa nguvu. Ngoja ni.
wakitusikia Hii ni balaa. watatudharau sisi. Matatizo jamani yanazidi kuongezeka, lingine limepotea, lingine linaingia uchizi. Mimi jamani, Mungu nisaidie mimi. Sasa mke wangu sikiliza kwanza, wewe acha kulia. Acha kulia, sikiliza. Huyo tutamweka sasa. Jana Umenijuaje? Kuhusu kujua mimi nilikuwa nakufuatilia tangu muda sana. Isitoshe kukufuatilia kwangu kote mpaka sasa hivi nishagundua jinsi ulivyo. Kwanza tabia yako, muonekano wako. Nikwambie tu kitu kimoja. Nimetokea kukupenda sana. Na nahitaji uwe mke wangu, yani nifunge ndoa na wewe. Kama unanipenda, unataka kunioa, unatakiwa kwenda nyumbani ukaongea na wazazi wangu. Haya maswala sio ya kuongelea hapa njiani. Unatakiwa uje nyumbani uongee na wazazi wangu. Jua mimi kabisa mimi ni mtoto na nimezaliwa. Si umenielewa? Okay, sawa. Naweza nikasema sawa. Lakini sasa kwanza tukubaliane mimi na wewe hapa. Jua kabisa nimeshakwambia uje kwa wazazi wangu. Kwa hiyo ingekuwa sijakubali ningesema tu mimi sitaki usije kwa wazazi wangu. Wewe cha kufanya unatakiwa kuja kwa wazazi wangu. Si umenielewa? Sasa hapo kwenu mimi nitakajuaje? Nyumbani upajue? Sipajui. Nifikiri unapajua. Kesho tutaonana. Muda wote, siku yote ukiwa na nafasi na kupeleka. Kusema siku yoyote mimi kwangu hata leo au kesho niko fresh tu. Yaani muda wote utakao wewe. Sawa, basi kesho muda kama huu. Bibi, mimi nimekuja hapa, tumekutana na huyu mwenzangu huko barabarani. Ndio. Tukaelekezana vya kuelekezana, lakini ameniambia tusifanye chochote mpaka kwanza nifike hapa nyumbani. Ndio. Kwa ndo nimekuja hapa nijue taratibu zote za hapa kifamilia, ilimradi kwa sababu nataka kuoa kabisa. Haya, tunashukuru nimeusikia ujumbe. Haya, kwa baba wapo? Bibi bwana, kwa baba wapo wala usijali. Ndio. Ukawaambie wote waambiani haueleweki tunataka maji. Usijali bibi, kwa sababu sisi wenyewe na pia tunataka. Ndio. Hicho kitu mbona kawaida tu. Kwa hiyo usijali wala nini. Sawa, tunashukuru. Haya. Hatutaki kuchezeana tu njiani. Kweli kabisa. Mimi ngoja nimsindikize. Ndio. Haya. Bibi. Haya, songa tutoke. Haya. Karibu. Asante. Vipi bibi yupo? Bibi ameenda kanisani. Ameniacha mimi hapa mtu wangu tu sijaenda kanisani nimekaa. Kweli leo ni Jumapili. Mimi nimekaa zangu huko nyumbani, nimeona yani nimetokea kukumbuka, nimeamua nije hapa nije nikuone. Asante kwa kunikumbuka. Mimi nipo hapa. Nimekaa njoo. Lakini nyumbani wajambo. Nyumbani wajambo.
Niambie. Mimi sina neno. Nikwambie nini? Chochote tu ambacho unataka kuniambia niambie. Kuna kitu nimekumbuka. Nadhani tupange siku tuende kumuone mchungaji. Tukamsalimie na tukamshukuru. Maana mchungaji amekuwa ni kama mzazi wangu. Ananisaidia vingi. Kwanza yeye ndio kusababisha mpaka mimi nakupata wewe. Hapo mchungaji yani amekuwa anasaidia vingi sana. Yaani sijui nimshukuru vipi mchungaji. Sijui nimpe nini katika maisha. Sijui. Ni kweli, kwa sababu twende na pia tukamshukuru pia na Mungu, kwa sababu bila yeye Mungu kutukutanisha mimi na wewe sijui, kwa sababu unajua tena nimekutana na mwanamke mrembo mzuri kama wewe. Sasa lini sasa tutaenda? Kwenda hapo nadhani kesho, kwa sababu leo nina kazi nyingi. Kesho naona nitakuwa free. Tutaenda. Basi sawa, mimi muda wote utakaosema hapa sasa ndo tunaondoka, tunaenda, kwa sababu mimi kwako tena sipingi kitu, yani kauli yako kwangu mimi ni amri. Okay, haina shida. Sawa, mimi ngoja niende nyumbani sasa, maana nataenda nikapumzike kidogo. Sawa, wewe usindikize mpaka hapo. Karibuni. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mchungaji, yale maombi ulioniombea yamefanikiwa. Nimepata mchumba ndo huyu hapa. Mungu ni mwema. Hongera sana. Hongera sana kijana. Nilikwambia Mungu anatenda. Ukiamua kumfuata yeye basi anajibu. Nilikwambia mwaka huu hautapita bila Mungu kutenda miujiza. Hongera sana. Mchungaji, naomba uniombee tufunge ndoa salama. Nilikwambia Mungu ni mwema. Mungu anatenda. Nilikwambia Mungu anajibu. Mwaka huu atajibu, hata utendea. Maana ulimkimbilia na Mungu yuko juu yako. Jambo nzuri. Nashukuru kwa kuwa umekumbuka. Kwa kuwa umemkumbuka Mungu kwa kimbilio lako ndio aliyekusaidia kupata mchumba. Basi Mungu atakulinda. Kwa umetufumbe macho. Ewe Mungu wetu na Baba yetu, kwa huruma yako na fadhili zako, na ukabidhisha kwako vijana hawa ambao wanaendelea katika maisha yao ya uchumba. Naomba Mungu ukaweze kuwabariki, uweze kuwapa tumaini la kuweza kufunga ndoa. Wale maadui ambao wanasema hawatafunga ndoa, naomba uweze kuvunja vinywa vyao, uharibu mamlaka yote ya kuchawi, mamlaka yote ya mizimu katika mili yao. Damu Yesu Kristo iwe ishara, damu Yesu Kristo iweze kuwaongoza ili wawe na nguvu na hata mwisho waweze kufunga ndoa. Mungu, tunaweka ulinzi juu ya watu hawa ili waweze kuwabariki kwa jina la Yesu Kristo. Nahitaji mwaka huu uwe wa amani kwao, waweze kufunga ndoa kwa amani na utulivu, na mwisho waweze kukutukuza wewe. Tunaomba hayo yote tukiamini kwa njia ya Yesu Kristo anaishi na kutawala, Mungu daima na milele. Sema amina. Amina, mbarikiwe sana. Mungu yuko pamoja nawe. Mungu anatenda. Nilimwambia ongea sana. Unasali lakini mimi kusali na sali. Unatakiwa usali. Maana yake huyu umempata mtu wa dini. Anasali na umepata. Sasa sisi tuomba tuende, kwa sababu kuna kazi nyingi ambazo tunaziacha huko. Yale maadui wote, wale watu ambao wanasema maneno mabaya juu yenu, mzibe masikio. Umesikia? Mzibe masikio. Na mimi nabarikiwa sana. Mungu akubariki. Kweli mchungaji.
Umesikia vijakazi wangu? Leo tunaenda shamba la bondeni. Heka 2. Nataka mmalize. Na ole wenu hamjamaliza. Mtakosa kula leo. Mjomba, mbona umekuja haraka bwana, sikuelewi. Kuna nini? Mjomba, huko nilikotoka sio kwema kabisa. Yaani mjomba, huwezi amini, nimemuona mchungaji kwa macho yangu mawili makabrini anawanga pamoja na miskule yake. Mchungaji? Ndiyo. Hapo hapo bwana Kinyonga. Yule mchungaji kweli ni mshirikina, tena ni mchawi kabisa. Mchungaji naye mjua mimi au mchungaji mwingine? Yule mchungaji, yule ni mchawi. Huyu anachongea yuko sawa. Mjomba, hafu istoshe, baba na mama wanamnyenyekea kweli huyo mchungaji, lakini wangejua. Mimi nahisi yule ndo amemchukua kakaangu yule. Na mimi sikubali. Sasa unajua mimi siamini. Kwa sababu yule mchungaji ni mtu wa Mungu, na juzi tulikuwa pale kanisani tunasali wote, tunamuomba Mwenyezi Mungu wote. Sasa inakuwaje leo anaitwa mchawi? Haya mambo ndugu yangu, huwezi kuamini mpaka ujionee mwenyewe. Na ipo siku Mungu atakuonesha. Inakuwaje mpaka sasa hivi anaitwa mchawi? Mjomba, yaani huwezi amini, baba na mama sio wanavyomnyenyekea huyo mchungaji. Sasa mimi siamini mnachokiongea, kwa sababu yaani mimi mpaka nijionee kwa macho yangu mwenyewe, nishuhudie hivi. Sasa wewe endelea kubisha hivyo hivyo ndugu yangu. Ina maana mimi na huyu hautuamini? Bwana mimi siwaamini. Ipo siku utajionea kwa macho yako, kama na sisi utakuja kutuamini. Mjomba, kaa hivyo hivyo usiamini, ila siku ukimuona utasema Mungu, kwa nini umenionyesha? Ana mavazi mabaya yule. Na mimi sikubali kakaangu, na mimi sikubali. Angalia Miksoni sasa hivi yuko wapi? Mimi sikubali. Mimi naondoka mjomba. Mke wangu, tuna wiki 2 kwa ajili ya kufungia kijiji hichi. Maana matatizo ni mengi ambayo yanatokea. Ni kweli kabisa. Watu wanapotea, watu wanakufa. Kwa hiyo tunaomba tuweze kusoma katika Zaburi ya 54 aya ya 2 hadi ya 5. Ili tuweze kuona ukuu wa Mungu. Mchana kutwa adui zangu, nitasoma, namlilia Mungu mkuu anikamilishaye nia yake. Atanipelekea msaada toka mbinguni na kuniokoa. Atawaibisha hao wanaonishambulia. Mungu atanionyesha fadhili zake na uaminifu wake. Mimi nimezungukwa na adui wenye uchu wa damu kama simba. Meno yao ni kama mikuki na mishale. Hili jambo ambalo liliojificha, ambalo halijulikani kama ni nani, haijulikani kama ni wanafanyaje, wanapotea kidesign gani, nadhani Mungu lazima atafungua katika haya mafungo yetu ya wiki ya 2. Amina sana. Amina. Nadhani umesikia katika hili somo hili. Kumbe kwa hapo tuko sahihi, kwa sababu tunaenda kimaandiko zaidi kabisa. Yaani hapo kwenyewe lazima Mungu atajibu. Tujue ni shida gani iliyokuwa katika yani katika Mungu mbaya. Watu wanapotea kila siku. Nadhani somo ni zuri na pia lina ujumbe mkubwa. Kwa jina la Yesu. Yesu naomba unisaidie. Nini? Mume wangu, mimi nimemwona mtu kaingia mle ndani. Umemwona mtu? Ndio, ameingia mle ndani. Huyo mtu kavaa nguo nyeusi huku juu, ana kama majivu. Unaota au? Aingie. Mimi sioti. Hilo ni pepo. Tena ni pepo. Kemea. Nyumba yetu haiwezi kuingia mapepo, kwa sababu ina upako, ina nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mke wangu, sio na wasiwasi. Mke wangu, hivi nyumba ya mchungaji kweli waje wachawi? Hiyo ni ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna roho chafu ambazo
ambazo zinafuata ili tusiweze kusoma Biblia. Mke wangu, tuendelee kusoma maana Mungu yuko pamoja na sisi. Maana sisi tunaamini kuwa Mungu anaweza. Na sisi tunaamini tukiwa pamoja na Mungu katika Zaburi hii 56 mstari wa 2 hadi ya 6 inasema hivyo. Ukimtumania yeye utashinda yote. Kwa hiyo hakuna hila zote za mwovu. Ndio maana tunafunga ili waweze kuokolewa hata kama kuna hila yote iliyojificha iweze kurejea tena. Hakuna jambo lisiwezekana kwa Mungu. Kabisa. Ndio nataka yuko Mungu wa Israeli. Na ninahitaji aonekane kwa ajili ya kijiji hiki. Kila namna za adui ziwe ni nguvu za mtu yoyote. Yaani hiyo nataka nione. Nataka nione ukuu wa Mungu katikati ya kijiji hiki. Hizo ndio nguvu unazotakiwa uwe nazo. Kwa sababu tunamtegemea yeye tu. Roho wa Mungu awe ndani yangu. Amina. Kemea tu. Yaani ujasiri wa ajabu uwe ndani yangu. Nini? Mme wangu. Nini? Mimi nilikuwa nasikia huku makelele. Makelele? Ndio. Makelele gani sasa hivi mchana? Kama kulikuwa kuna mtu huku anapiga makelele kama anapigwa. Kwa utakuwa umesikia kelele za jirani. Watakuwa ni watoto hao. Kelele za mtu mzima. Ni watoto mke wangu. Mbona wewe bado una matatizo kila siku? Mume wangu. Mara pale unaniambia kuna mtu anapita. Mara hii tena unaniambia kelele. Hizo ni watoto tu mke wangu au una pepo? Hapana mume wangu. Yaani kitu ambacho ninachokisikia mimi sio kweli. Bwana sikuelewi kabisa kama unaumwa au unaumwa. Kama mume wangu. Basi pole. Mungu akubariki. Mungu akuponye kama kuna pepo kuna hila mbaya zote za kichawi na zikemea kuanzia leo katika jina la Yesu. Hamna kitu mke wangu. Tuondoke. Nasikia namuona mtu ana Wewe unajifanya kihelehele sana wewe. Unajifanya unajua. Sasa ngoja nikuoneshe. Utakula kihelehele chako. Kihelehele chako kimekuponza. Utakaa hivyo hivyo. Hivyo hivyo machani mwako yote. Kidole kinaniuma. Nakumaji. Kinauma wewe kidole kinauma. Kinauma kwa ajili ya changamoto gani? Yaani ulijigonga kwenye jiwe, ulikuwa labda au kilikuwaje kwanza? Sijui. Nauma. Au uliondoka au
Ning'ata. Unaelewa? Ukioni hapa kinavuniuma. Sasa mimi niko ndani ya kidole, wewe sema labda Kufua ni jinsi yako bana, utakuwa unafua mwenyewe. na ndio maana ukomesha kila siku. Na yaani siku hizi sinunui vitambaa ni majinzi. Hii na wewe kidogo mikono ifanye kazi. Siku hizo ama kucha unacha anarefuka. Sasa ndio katika kidogo. Ndio sifuta kuna. Hii na wewe maana unapaka paka mirangi kwenye kucha. Utafua mwenyewe. Mbona uongee vizuri? Unanitania mimi siku hizi? Unaniletea usani mimi baba yako mimi? Unaniigizia? Wewe. Wapi? Kwa hiyo tu wewe umekuwa bubu. Umekuwa bubu. Umekuwa bubu. Mbona utoboi maneno wewe? Taratibu jamani. Unataka kutoa kweli? Wewe. Unanipandisha sukari. Vipi kwanza? Vipi? Wewe ni nini? Wewe ni nini? Wewe ni nini? Ni nini? Mtoto ananichanganya. Nitakuzibua wewe. Yaani dakika hizi ulizoenda na sekunde hizi ulizorudia. Wewe hauongei. Tunu, hebu ngoja kwanza unijibu kwanza mimi. Huko ulikoenda, mpaka unasema kwamba uongei. Nimekufanya nini? Nini sasa? Wewe unasema kweli kuongea huwezi wewe. Huo mdomo huu. Sasa matatizo yanakuja kila siku mtu wangu. Yanakuja mji huu. Kaka yake alichukuliwa hatujui yuko wapi. Wewe mwanangu. Mimi naenda kwa mchungaji. Mchungaji gani huyo? Mimi nishaombewa sana na wewe naenda sasa hivi unavuruga, mimi ndo naenda sasa kwa mchungaji. Wewe nini? Una nini sasa kuongea ng'ang'a nini? Hebu nipishege huko mimi. Ng'ang'a uongei. Usikilize mtoto wewe mama wewe. Mke wangu jamani. Umechanganyikiwa hata kuliko mume wako. Hebu Tunu, hebu niambie kwanza. Hivi uongee tena kweli? Sasa unavyosema mama mimi sielewi. Mimi sijui. Sasa msubiri mama yako alienda huko, sio ameenda kumtuma sio wapi. Aje mwenyewe ndo anajua vitendo na ameimba kwaya, mimi sijaimba. Kule naangalia anga. Mama yako vipi? Ikiwa mwenyekiti, kazi yako umeisahau. Una umuhimu gani hapa kwenye kijiji? Watu wanapotea na bado una enjoy tu unatoa wazo. Sema shida yako. Naona umekuja wangu sana. Nimekuja wangu kwa sababu watu wanapotea hapa kijijini na wewe huna hata habari. Huna hata ushirikiano. Habari ninayo. Na hivi ninavyoongea maana yake ndio watu wanafanya kazi huko. Kwa hiyo naomba kuwa mstaarabu, kila kitu kinaenda sawa. Alafu mwenyekiti, wewe inawezekana unahusika katika hili jambo. Kwa sababu haiwezekani kila siku watu wanapotea katika hiki kijiji chetu. Alafu wewe mwenyekiti, inawezekana wewe unahusika katika hili jambo. Watu wanapotea kila siku katika kwenye hiki kijiji chetu. Kijana, usoni mimi nimekaa kimya. Nitakuvuruga hasa hivi. Unaongea na serikali, kuwa mstaarabu. Umesikia hivyo? Kuwa mstaarabu. Mwenyekiti, mimi nahusika. Unahusika. Ungekuwa uhusiki, ungetoa ushirikiano kuhusiana na watu wanapotea hapa kijijini. Umuhimu wako nini? Kama wewe mwenyekiti umegewa uongozi, watu wanapotea na bado unacheka tu, upo nyumbani kwako, huna hata shida. Kazi yako unaifahamu kweli wewe? Kwa sababu gani tumekuchagua? Unalijua hilo? Ufuatilii, wananchi wanapotea, una uchungu. Ukumbuke sisi ndio tumekupigia kura mpaka ukapata jina hilo la mwenyekiti, umejisahaulisha. Mwenyekiti, ujue naumiza ndugu akiwa anapotea. Ndugu yangu Maganga amepotea. Yule Duma amepotea. Nixon amepotea. Hivi mwenyekiti huoni kama hilo ni tatizo? Alafu wanapotea binadamu, sio kwamba wanapotea wanyama.
Uwenyekiti wewe huwezi na umeuchoka kutokana na hili jambo. Yaani tunakuvua wa kuanzia leo, mimi wa kwanza. Yaani bora uvue. Ndugu zetu sisi wanapotea wewe upo tu. Kazi una. Acheni habari zenu bwana hizo. Ni vipi? Ala. Bibi, mbona una mawazo? Mimi na mawazo kwa ajili ya mjukuu wangu. Bado hajaonekana. Tumeenda kwa mwenyekiti. Bora. Hakuna lolote. Tumeenda kwa mchungaji mpaka leo. Yuko wapi? Na watu sasa hivi kutembea bila simu ni mbaya sana, haeleweki. Bibi, usiwe na wasiwasi. Usiwaze hivyo, sio vizuri. Kwa kuwa tushaenda kwa mchungaji, kwa mwenyekiti, mambo yote yatakaa sawa. Alafu bibi, yule ni mtu mzima, inawezekana ameenda kwenye shughuli zake. Umeona? Sasa bibi, usiwaze hivyo. Alafu tumwamini basi mchungaji. Unajua huyu mwenyekiti mimi nilikuwa simwamini vizuri kwa sababu kila kitu anachoenda kuambiwa anachukulia mambo poa. Sasa mchungaji yule mtu wa Mungu, naona mambo yatakaa sawa bibi yangu, sijali. Na mchungaji tunajua mtu wa Mungu na mtu wa serikali tofauti. Mtu wa Mungu hawezi akatufanyia mambo sio. Bibi yangu, sijali. Mungu atatenda na uwezo wake tutauona, atarudi. Sijali. Sasa muda mrefu dogo, muda mrefu. Kwa kweli tumeomba, tumechoka. Sijui Mungu. Kwa mwenyekiti hola. Sasa hivi mawazo yapo kwa kweli. Tuamini tu Mungu. Wewe bibi usiwe na mawazo. Haya tapita, tutamuona tu. Labda inawezekana ameenda kufanya kazi zake tu. Ameenda mbali tu kwa sababu hapa ajira hamna. Hana simu, hana nini? Mpaka niwaze kweli. Usijali sana, usiwe na mawazo hivi bwana, utakonda. Si unaona mwili wako unapungua. Sasa bibi, tulia nifanye kitu kimoja. Nende nikachukue kuni, nipike chai. Mambo yatakaa sawa. Usikia bibi yangu? Haya. Usijali bibi, usiwe na mawazo hivyo. Haya, nashukuru. Unajifanya bingwa kufuatilia mambo yako. Sasa utaenda kufuatilia kaburini. Ndugu yangu. Mwanangu, nikwambie kitu. Mimi hapa naona. Hivi hiki kijiji chetu unakielewa? Yaani hichi kijiji mimi sikielewi kabisa. Kwa sababu ni watu wengi sana wanapotea katika hichi kijiji. Unajua nikwambie kitu? Sababu mimi nahisi ni yule mwenyekiti. Sidhani, kwa sababu mimi sina uhakika kusema sijai kumkuta siku ambayo labda kuna mtu ndani, sijawahi.
sina uhakika kama hivyo kusema mwenyekiti ndiye anahusika. Yule mwenyekiti ndio mchawi, kwa sababu mwanzo walikuwa wanamzungumzia yule mchungaji yule, lakini yule mchungaji siamini kwamba anafanya mambo hayo. Juzi tumeenda kwenye nyumbani kwake, yani alitujibu maneno ya hovyo. Sidhani, kwa maana sina uhakika kumshtumu mtu kusema anahusika au la, maana sijawahi kumuona. Tungeenda kwa mganga tujue ukweli. Sasa ndugu yangu, sisi watu wa Mungu na uganga wapi na wapi? Kwanza hatuamini ushirikina sisi. Kwa mimi binafsi naona ile wazo kwangu sio zuri, kwa maana hapo ni kama unamshirikisha Mungu, na kawaida ya ushirikina ni dhambi kwa Mwenyezi Mungu. Mimi yani hapo ile wazo sijalikubali kabisa, sijaliafiki. Na hapa tuliposimama hapa inawezekana kuwa kuna machao. Ndugu yangu, toke hapa twende kule. Zurule. Twende mwana. Poa. Pasta mchawi. Sasa wanangu, leo mnanisaidia kazi kupalia ile mahindi ya kule chini. Duma. Sasa mimi jamani, niwaliingie nini wakati nyewe mmefunga shule? Mmenisaidia mimi baba yenu. Sasa baba siko nafanya kazi. Sasa wafanya kazi nyinyi, hawafanyi kazi wa jamani, hapo itoto vivu. Hata mwalimu wa shule ameniambia hivi, yule mtoto wako wa kiume yule ni mvivu sana, hafanyi kazi. Vivu ndio. Sasa baba hili hapa mwanao hivi, nani ndio jivivu. Sasa sia baba. Sasa baba. Vivu hata. Baba, sisi yani tushamaliza mitihani. Tutatakiwa tulale. Yaani mkaka lako hili. Yaani mvivu, yani ni hili hapa jidada. Ndio jivivu. Au uvivu tu ni kula. Wewe sikiliza. Hiyo kumsukuma mimi sipendi. Mnasukuma yani Tunu. Mwenyekiti kuna waka moto hapa Kalikimana, ukiuliza tatizo nini unaambiwa pasta mchawi. Asubuhi kanisani, usiku anageuka shetani, anajikuta mumbeaji, kumbe mzugaji mama. Uzima upo? Na unaelekea kanisani. Vipi mbona nakuona unaenda hivi na ingalikuwa njia ni hapa? Huko naenda kwenye nyumba na mzee wetu Dude ana changamoto. Nimepata taarifa nyumbani ndio nakuja kule, lakini muda si mrefu nitakuja. Haya, asante. Barikiwe sana. Siri naye Yesu. Yani pana. Mtumishi. Salama. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtumishi, karibu sana. Nishakaribia. Karibu sana mtumishi. Asante, mimi nimefika. Naomba uone kuniletea.
Huyo kakumba. Sasa ngoja mimi nikamchukua. Mchukue naweza tuweze kuomba uwepo wa Mungu. Lakini hapa anaweza kanisikia. Tunu. Kwa hiyo anasikia. Kusikia nasikia. Ila sasa kujibu ambacho unamuuliza wewe ndo mtihani. Sasa popo. Anachanganya. Tunu. Ndio bana tupata mtumishi hapa atusaidie. Mbona hivyo sasa? Njoo mchungaji akuombee. Mungu wetu na Baba yetu, kwa huruma yako na fadhili zako, asante Yesu. Unatenda maajabu. Unatenda maajabu. Mungu, Yesu. Moto wa Yesu. Atia. Fire Jesus. Fire Jesus. Fire Jesus. Fire Jesus. Fire Jesus. Tanda katika mwili wa Tunu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kemema pepo. Kwa jina la Yesu Kristo. Atia. Atia. Roho mauti. Atia. Roho mauti. Atia. Jina la Yesu Kristo. Na vunja mamlaka yote sasa. Katika jina la Yesu Kristo naishi leo. Huruma yako kwa unatenda. Mwachie mkono, Mungu anatenda mahali hapa. Asante Mungu kwa wema wako. Asante Mungu kwa kuwa unaishi leo, ambao unampigania Tunu. Naomba usiweze kumwacha aliye, usimwache atabiki. Katika jina la Yesu Kristo unaishi na kutawala, Mungu daima na milele. Amina. Mungu ni mtumishi. Lazima tumuokoa. Kwa kweli huyu Mungu wako huyu ni kiboko. Amina, atapona huyu. Yaani akiinuka tu. Yaani kwanza alipokuona tu hilo ni pepe. Vikaanza kuzuka vikaanza kuna nini? Ulipoomba vimeondoka huyu. Huyo hana shida tena, uwepo wa Mungu kwa mahali hapo. Baba, asante. Uwe na imani, ukimtumania Mungu utayaweza yote. Asante. Kwa hiyo mimi nawahi katika ibada. Nawahi katika ibada maana kuna kipindi leo. Kwa hiyo ndio maana sijakuona unafika kwa sababu ndio kwa ajili ya matatizo haya. Basi sijali. Tunakukaribisha hata kesho. Ni siku. Mungu atambariki. Asante. Mungu atambariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina sana. Mtumishi, karibu sana, karibu. Karibu nisaidie. Sisi hizi ndio kazi ambayo tumepewa uwepo wa Mungu. Ili tuweze kusaidia watu kama hao. Ndio mtumishi. Hatuwezi tukalia kimya tatizo kama hili. Kwa sababu tumeweza kupewa nguvu za upako za kuweza kuzishinda hizo hila zote za mwovu shetani katika jina la Yesu Kristo. Tuseme amina. Amina sana. Ngoja nifike mtumishi. Karibu sana. Haya, asante. Karibu. Asante. Mtumishi kiboko. Tunu. Au mtumishi balaa. Yaani alipopiga tu, yeye vikadondoka. Bwana kusikia. Amina milele. Vipi, mbona leo mnyonge hivi? Yaani sielewi na mawazo. Mawazo? Kakaangu ana wiki 2 hivi haonekani nyumbani. Yeye ndo mtegemezi. Alafu ukiangalia bibi yuko ana mawazo sana. Yaani mimi sielewi nifanye nini wakati yeye ndo kila kitu nyumbani pale. Hapo kwenye masuala ya watu kupotea. Unajua huwa najiuliza sana. Hili tatizo la watu kupotea hapa kijijini limekuwa kubwa sasa, maana watu wengi sana wanapotea. Sijui shida ipo wapi. Ila tuachane na hayo. Basi pole sana kwa sababu matatizo yameombiwa na binadamu. Ila cha kukushauri ndio kama nilivyokuambia. Piga moyo konde, ipo siku moja tu Mungu atatenda miujiza yake. Na pia mbona tuna mchungaji? Huyu mchungaji anafunga, anaomba kwa ajili ya vitu kama hivyo. Na imani siku moja watu wote waliopotea watarudi. Tumeenda kwa mchungaji, tumeenda kwa mwenyekiti, hakuna kilichofanyika. Mwenyekiti naye sijawahi kumuelewa. Mchungaji unaniambia anaomba, naye yani yeye mwenyewe nitaenda tu simuelewi tena. Yaani sielewi nafanyaje. Huyu mwenyekiti si ndio anahusika kupotea kwa kakangu, hata sijui. Maana amekaa kimya mpaka sasa hivi. Sawa, kwa hiyo mimi nilikuwa naenda hivi nyumbani, wewe ni nyumbani kwanza. Mimi mwenyewe nilikuwa naelekea huko. Kwa vipi tuongozane twende? Sawa. Unaambiwa pasta mchawi, asubuhi kanisani, usiku anageuka shetani.
Ama! Leo bwana kutoka ndani tu. Na maiti. Yaani mtu aliyokufa kabisa, amekufa kabisa. Kwenye uwanja. Mimi niko kupenze Dude. Ufunua ni mdada ambaye anatoka muda si mrefu. Vipi jamani kijiji? Mbona kimeoza kinanuka? Niko na mimi bwana. Niko kwa mzee Dude. Ndio mimi wangu mpaka. Huyo mtu namjua. Ametoka muda si mrefu. Wewe mwenyekiti umekumba maana umeshachanganyikiwa kwa ajili ya changamoto hizi. Changamoto hizi za kijiji zimeshakuvuka na wewe. Kwa mganga. Mganga haja. Wewe mwenyekiti. Tumtegemee, yani Mungu tumtegemea katika hili jambo hili ambalo tunataka kufanya. Hapa Mungu asipoingilia kati. Sisi tuna mchungaji wetu ambaye ana upako, ana mafuta mabichi aliyomiminiwa na Roho Mtakatifu. Sasa wewe unavyosema kwa kienyeji, hawa chakara manyanga, mimi nishawachoka nao, nishachoka na waganga kienyeji. Ila ungeniambia mchungaji huyo, nikote mchungaji huyo mimi anamjua mimi. Anamaliza shida hizi.